Majina naitwa Sharif Ajabu Kasim, jina la sanaa tumia Shari Star. Nipende kutoa shukrani kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, pia na afisa michezo na utamaduni kwa kuwapa ruksa TADECO kuja kusaka vipaji vijijini pia na mijini. Ujumbe wangu ni kwamba sanaa ni ajira. Hivyo utapowapa watu kama hawa wa TADECO kuja kupata ruksa ya kusaka vipaji mtaani, inatupunguzia cha kwanza watoto wa mtaani, vibaka na watu wa hovyo. Nikisema watu wa hovyo, wale vijana ambao ni wakuzurura tu hawajui wanafanya nini. Hivyo ni washauri, kuna wazee au wazazi ambao wako nyumbani, kazi yao wenyewe ni kuwakataza watoto kwamba hakuna kwenda kwenye sanaa, hakuna kuigiza, wakiamini kuwa sanaa ni uhuni, sanaa ni matusi, sanaa ni vitu vya hovyo. Hapana, ingekuwa ni hivyo, kuna watu ambao wameendelea, mfano marehemu Kanumba Steven, mzee Magari, mzee Majuto. Kuna watu wakubwa na wakongwe ambao wamefanikiwa kupitia sanaa. Wazazi ni waombe, hasa wazazi wa Tanzania, na ninamaanisha wazazi wa Tanzania huku kwetu vijijini, wanakataza watoto wao kwenda kuonesha vipaji. Mtoto ana kipaji cha kuigiza, unataja aende akawe mwimba kwaya? Hapana. Mtoto ana mahitaji ambayo kwenye moyo wake ashajua kwamba mimi nitakuwa msanii, mimi nitakuwa kama fulani, ana rongodo wake, unamkataza, hamwezi kwenda sawa. Akionyesha msimamo na akionyesha kwamba ana uhitaji, watu kama hawa wapo ambao wanatoka bure na kuchukua vipaji na kwenda kuvitangaza sehemu mbalimbali. Mzazi wangu kaniruhusu nije kuonesha cha kwangu nilicho nacho. Yes. Na hivi ndivyo ambavyo napenda kuambia wazazi wa watoto ambao wana vipaji. Haijalishi ni mdogo kiasi gani. Labda nikwambie kitu kimoja. Sanaa haimkatazi mtoto kusoma. Sanaa ina mipaka yake. Sanaa ni kitu ambacho anakifanya kila mmoja, isipokuwa tu unakifanya wapi na kinanufaisha vipi. Mtoto wako ana kipaji nyumbani, akiongea mnacheka, akiongea mnafanya hivi na hivi, basi aende akakifanye kuwa sehemu ya ajira. Tunaona mfano, kuna watu ambao wanatoa zawadi kwa wazazi wao kupitia sanaa. Mfano Harmonize katoa gari, katoa nyumba, katoa nini kwa wazazi wake. Hiyo ni sanaa. Okay, Diamond ana watu kibao wanamwangalia na watu wengi anawasaidia kwa sababu ya sanaa. Je, ingekuwa vipi kama mamake na Diamond angemweka ndani Diamond asikae na kutangaza kipaji? Leo angekuwa wapi? Angebaki kuwa Nasibu na sio Diamond wala sio Simba. Mamake na Alikiba. Let kama wale watu wazazi wake na Alikiba wangemfungia ndani Alikiba, asije akaongea kitu, asije akasikika kwenye media, ni wapi ambao tungemjua Alikiba? Kuna watu wengi sana wametoka kupitia sanaa na wanasaidia kupitia sanaa. Kwa mfano, siwezi kulima, lakini na kipaji Mungu kanipa. Hivyo nikionyesha kipaji changu ili na mimi niweze kutoka. Mwenyezi Mungu ana makusudi yake. Sanaa sio uhuni. Na kama sanaa ni uhuni, jiulize wewe ambao uko hapo. Kwa nini umezalia nyumbani na huku sio msanii? Uhuni na sanaa ni vitu viwili tofauti. Sanaa ni kipaji, sanaa ni ajira, sanaa ni mafundisho kama mafundisho mengine. Jamani, niwaombee moyo mkunjufu na niwaombee heri na niwaombee kutufuatilia na kutuombea baraka na kuombea baraka pia wale ambao wanasaka vipaji mitaani kwa ajili ya kututoa. Hawana lengo mbaya na sio kutupoteza. Lengo lao ni kutusaidia sisi.